Huwezi ukaelewa kusudi la Mungu juu ya kanisa kama uelewi kusudi la Mungu juu ya Israeli. So na huwezi elewa kusudi la Israeli kama hujaelewa kusudi la Mungu juu ya Ibrahim. Ndio unaona tunaangalia kwa nini Ibrahimu aliitwa. Ukijua utajua ni pia kwa nini Israeli iliitwa. Tu anaweza akashangaa kwa nini tunaenda huko kote. Watu wengi mpaka leo wanaona Israeli kuwa nchi takatifu, taifa takatifu. Unasikia ati usipoombea Israeli huwezi barikiwa. Hawajui Yesu alikuja. Yesu amekuja kutimiza kila ambacho kilikuwa kimekusudiwa juu ya taifa la Israeli. So Yesu ni Mwisraeli mwaminifu aliyekuja kutimiza mpango na kusudi la Mungu la mwanzo. So Jumapili iliyopita tumeangalia habari za Melkisedeki na tuliona kwamba Musa ametumia majina kwa kitabu cha Mwanzo. Majina haya mengi ilikuwa ni fasiri tu ambayo Musa alitumia kwa ajili ya kufundisha wana wa Israeli. Hata jina lenyewe Melkisedeki tuliona maana ya jina Melkisedeki. So Musa anatumia Melkisedeki kufundisha wana wa Israeli na kuwatasamisha namna ambavyo Mungu anataka ufalme uwe katika taifa hilo. So tuliangalia neno Salemu, tukaona Salemu KJV, na tukaangalia lina maana ya, kiangalia kwa Kiebrania lina maana ya peace. Salemu. Kaangalia majina mengine Melkisedeki na majina mawili. Tukaangalia tukapeana maana yake. Unaweza rudi kwenye notes utaona. Na tukaangalia kabisa Musa ametumia huyu mfalme kufundisha ufalme katika haki ya Mungu, ambacho kinaitwa haki ya Mungu. Musa anafundisha akitumia mfalme Melkisedeki ama Melkisedeki kuweza kufundisha ufalme katika haki ya Mungu, ama ufalme katika ufalme wa Mungu. So tukaona neno Salemu, tulisema neno peace. So wafalme siku zile wakati ule Musa anaandika mambo haya, wale wafalme wa mataifa tulisema kwamba pia nao walikuwa na makuhani. So neno kuhani, nabii, kasema sio tu limit kwa Mungu. Neno kuhani, neno nabii linaweza kutumika pia mahali ambapo si pande ya Mungu. So katika mataifa pia walikuwa na makuhani waliowatumikia, lakini wafalme wenyewe katika mataifa hawakuwa makuhani. Lakini katika taifa la Israeli, Mungu anataka wafalme katika taifa la Israeli wawe ni makuhani, maana wawe watumishi. So wafalme katika mataifa mengine walikuwa na makuhani kando yao waliowatumikia. So wafalme wenyewe hawakuwa makuhani. So Mungu alitaka taifa lake liwe taifa la ufalme na makuhani, wafalme ambao ni makuhani. So mataifa mengine yalikuwa na makuhani na wafalme, lakini makuhani kando, wafalme kando. Hivyo basi Musa anatofautisha kwamba ufalme katika ufalme wa Mungu ni ufalme wa kikuhani. Ufalme katika ufalme wa Mungu ni ufalme wa kikuhani.
anatofautisha kwamba kwenye mataifa walikuwa na wafalme, lakini wafalme wale hawakuwa makuhani. Lakini katika ufalme wa Mungu, Musa anafundisha kwamba Mungu anataka wafalme ambao pia ni makuhani. So alikuwa anatofautisha. Kumbuka tunaangalia mpango wa Mungu juu ya taifa la Israeli. Mpango wa Mungu juu ya taifa la Israeli. So Musa anaonyesha kwamba kwenye ufalme wa Mungu wafalme wanapaswa kuwa makuhani, yaani watumishi wanaotumika kwa ajili ya watu au kwa watu, ama kwa urahisi tunasema wafalme ambao wanawatumikia watu. Kwenye mataifa mengine wafalme waliwatumikisha, waliwatawala watu kwa kimapafu, waliwatawala watu kwa fujo, waliwatumikisha na kuwatesa. Lakini Mungu pande yake si hivyo alivyokusudia na anavyotaka. So kwenye ufalme wa Mungu mtu anakuwa mfalme ambaye ni kuhani, anakuwa mfalme ambaye ni kuhani. Hiyo ndiyo haki ya Mungu. Hiyo ndiyo haki ya Mungu. Hiyo ndiyo haki ya Mungu. Haki ya Mungu ni nini? Ni watu kuwa wafalme ambao ni makuhani. Ni watu kuwa wafalme makuhani. Haki ya Mungu ni watu kuwa wafalme na haki ya Mungu. So ulikuwa unahesabiwa haki kwa sababu umekubali mpango wa Mungu wa mtu kuwa mfalme ambaye ni kuhani kwa Mungu. Hiki ndicho anaita kuwa hichi ndio unakuta anasema mfalme ambaye wafalme makuhani. So hichi ndio Ibrahimu alikubali kama mpango wa Mungu. Ibrahimu alikubali nini? Aliamini mpango wa Mungu wa yeye kuwa mfalme kuhani, ama mfalme na kuhani kwa ajili ya dunia yote. Mungu anahitaji mfalme ambaye ni kuhani kwa ajili ya dunia yote. So Ibrahimu aliamini nini? Aliamini katika mpango wa Mungu, mpango kama wa dunia yote. So Ibrahimu alikubali kuwa mtumishi wa dunia yote. Alikubali kuwa mfalme ambaye ni kuhani kwa ajili ya dunia yote. Na hii inaitwa haki ya Mungu. Hiyo ndio haki ya Mungu. So tuliona neno Salemu. Si kama tunaweza tukasoma pale tuchikumbushe huyu mfalme kwa kitabu cha Mwanzo 14 anzia 18. Anzia 18, Mwanzo 14. Mwanzo 14:18 kuanzia hapo. Mwanzo 14 mstari wa 18. Na Melkisedeki mfalme wa Salemu. So anaitwa Melkisedeki mfalme wa Salemu. Neno Salemu inasema alileta mkate na divai, alafu akafanyaje? Na alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. So aliye juu sana tulisema anatofautisha, maana kulikuwa na wafalme wa miungu. So huyu ni mfalme wa Mungu aliye juu sana, anamaanisha ni Mungu aliye juu ya miungu yote. Alafu anasema alikuwa mfalme wa Salemu. Neno Salemu tulisema ni peace. Ni neno peace. Neno la Kiebrania peace. So hili neno linatofautisha ufalme. So anaposema ni mfalme wa Salemu, manake anatofautisha ufalme. Anaonyesha kwamba kuna ufalme mwingine upo.
Kuna ufalme mwingine upo. So huyu mfalme wa Salemu ni tofauti na ufalme uliokuwepo katika ulimwengu wakati ule. Anatofautisha ufalme uliokuwepo, ufalme wa dunia. Ufalme wa dunia hao ni furuku tu, wanatumia mapafu, wanatumia vipiko, wanapika watu, wanalazimisha watu kufanya vitu. Wanafunja watu miguu kweli kweli. Usiniambie tuliambiwa tupikwe risasi kwa mkuu. Wanafunja watu miguu. Kitambo ilikuwa mchezo unafunjwa by the way kwenye mataifa wakati ule. Na hata sasa hivi kuna unaweza ukaangalia kwenye mataifa kadhaa ambayo sitaki kuyataja. Ukijaribu umeinuka tu kama mwanasiasa mpinzani, unasimwa, unawawa, unapotezwa tu. Yaani uwezi hata jieleza, unasuiliwa kabisa kujieleza. So wakati ule kulikuwa hivyo, walikuwa wanaongoza vibaya. Kwa wanaongoza watu vibaya. So kwenye mataifa yale haungesimama kama mpinzani wa mfalme. Ilikuwa rahisi uwawe. Ndio sababu wakati ambapo Daudi ako kwenye ufalme ambao Mungu anataja ufalme wa kikuhani. Daudi alikuwa mtumishi, alikuwa nabii wa Mungu. Ndio sababu mtoto wa Daudi Absalom, wakati ambapo anamuinukia Daudi alimuua. Hakumuua mtoto wake. Lakini kwenye mataifa mengine, awe ni mtoto wako anajaribu kusimama kwamba akupike vita, unamsima. Maana wewe ndio kusema. Lakini unaona Daudi vile alimwachilia mtoto wake kabisa, akakufia na wakati mtoto wake alikufa, Daudi si alilia, alihusunika, so hakutaka awawe. Kwenye mataifa mengine jaribu usimame, unapinga baba yako ambaye ndio rais. So kitambo ilikuwa ni very worse. So wafalme wale walikuwa wanaamua watu wao, walikuwa na majeshi ya kivita, wanajeshi. So wanaenda nao kufanya vita. Wanaenda kufanya vita na kuteka nyara, kuchukua territories, kujiongezea pande yao. So ukija kwa Yesu anaitwa mfalme wa amani. So manake anatimiza kusudi la kila ambacho Musa anafundisha kuhusu Melkisedeki. Melkisedeki anaitwa mfalme wa amani. Hivyo pia Yesu anaitwa mfalme wa amani. Maandiko yanamshuhudia hivyo. So Musa anatumia majina ama hilo jina Melkisedeki kutofautisha ufalme wa mataifa na ufalme katika Kristo ama katika ahadi ya Mungu. So si tu jina kwa sababu ya jina, usitaje tu Melkisedeki kama jina. Jina hilo ni fundisho, ni fasiri ambayo Musa anafundisha, anatofautisha. Anajaribu kutenganisha ufalme mbili. Musa anatumia jina Melkisedeki kutenganisha falme mbili. Wakati wao, kumbuka ni wakati wao. Maana wakati wao vita, kuua vilikuwa ni jambo la kawaida tu.
wakati wa kina Musa, wakati ule kwenda vitani na kuua ilikuwa ni jambo la kawaida. Kupikana lilikuwa ni jambo la kawaida. Sasa ukisikia mtu anasema ati mataifa itainukiana na kupikana, si jambo la limeanza saa hii. Wengine wanaona vita vya Iran Israeli wanaanza kutafsiri kwamba dunia inaisha. My friend, huo tu ni uongo mtupu. Vita vilikuwa, ndio sababu usipojua hizi vitu, hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu, nabii, ukiona vita sa Israeli na Iran, si ndio, na kina Russia, unasema wanaitaje at that world war, walisema that world war ikija, mungoje kidogo sana rapture itakuwa ikifanyika. Sawa, wanapima vita kwa kuja kwa Bwana. Lakini sio leo najifunza kwamba kulikuweko na vita miaka enzi za Musa. So vita vilikuweko kwenye mataifa, yalipikana, yalinukiana. So si jambo la mpya, si jambo la sahi. Ndio sababu kuja kwake Bwana hatuwezi tukafasiri kutokea kwa vita viliopo. Hallelujah. Glory to God. Hata hapa mbeleni mtaona Kenya wakiinukiana na taifa lingine jirani. Tainukiana kabisa. Lakini sisi ndio tutachokoswa. Na by the way, tuombe kwa sababu wakati ule ionekane mzuri. Si jambo la kufurahia. Na watu wataambiwa waame hiyo area. Watu wa Kenya wenye watakuwa hiyo area waame na watakataa. Unajua tu Kenya vile wanakuanga tu. Mpaka waone kwa macho. Ilani itatolewa tu kwamba area fulani watu muame kwa muda fulani. So kawaida ya Kenya kujifutafuta hivi, kila kitalipuka. Mwanzo wakuama polepole ni usafiri, utafute kari polepole. Lakini sasa itabidi waame kwa vikuu. Na wataambiwa waame, ni wenyewe tu watakuwa wanachomoka sasa. Kwa sababu unajua hizo ni vita vya kijeshi. Mataifa mawili yakipikana ni vita, itakuwa vita za kijeshi. Na unajua jeshi kasi yake, si ndio Lakini kuna ushindi. Amen. Glory to God. Tutakuwa tumechokoswa. Unajua wakati mwingine ukichokoswa unaelewa mataifa tu ile yalivyo. Tabiti wafanya kitu. Ndio mtajua kumbe Kenya ni kadogo tu, lakini hatari. So vita, hatuwezi tukapima vita na kuja kwa Bwana ama mwisho wa dunia. Vita vilikuweko kati enzi za kina Musa. Vita ilikuwa ni jambo la kawaida. Watu walipikana, watu waliuana. Ilikuwa ndio maisha yao. Mwaka ndio uishe, lazima watu wapikane. Taifa linaenda kupikana na lingine. Yaani lazima mwende vitani. Mwaka ungeisha kama mchaenda vitani. Mnaangalia wiki point ya Tanzania. So wewe utaangalia ni wapi tumepakana na Tanzania. Mnaangalia wiki point, mnaangalia tukichukua hii area tuchiongezee shida iko wapi. Hao lazima wakuje kwetu. Na lazima tuwapike wainue mikono. So jeshi linapangwa, mnaenda mnafamia. Mnaenda mnafamia. Unajua ndio na Musa na Yoshua wakati wanaingia Kanaani. Unajua kama ni mataifa mengine, ili si swala la ukuta kupomoka, si ndio? Ilikuwa ni kwenda kwa fucho. Mnasingira mji, mnaingia na silaha na maguruneti yote, mnaua kila mtu. Na mnachukua nchi, inakuwa yenu. Lakini si vile Mungu alivyokusudia tangu mwanzo. Mungu alitaka ufalme wake ujiongezee territories, lakini kwa kutumia nini? Neno lake. Haleluya. Si kwa kuua. Lakini takuja kuangalia baadaye ni kwa nini wana wa Israeli pia nao walikuwa wanaua. Si walienda kushambulia mji wa Ai, waue watu, si ndio?
Tutakuja kuangalia ni kwa nini walifanya hivyo. Maana si mpango wa Mungu waue. Mpango wa Mungu ilikuwa watumia nini? The gospel. Hallelujah. Wafundishe, wahubiri. Mnaanza pole. For example, ukiingia kwenye taifa ambalo halina Mungu ama halijui Mungu, so mnaingia, mnahubiri pole, mnapata watu 5, wanaongezeka mpaka mwisho wa siku taifa hilo lifanania nini? Watu wa Mungu. Hallelujah. Glory to God. Takuja kuangalia ni kwa sababu gani walifanya hivyo na Mungu silipiti achukuliane na wao, si ndio Kuna vitu mingi ambavyo Mungu alichukuliana nazo na watu, lakini si kwa sababu ni perfect will of God. Haikuwa will ya Mungu kukua hivyo. So, katika mataifa wakati ule vita ilikuwa ni maisha yao ya kawaida. Ili uonyeshe kwamba umeshinda uwe ufalme, unampika na unamuua mfalme. Unapika hilo taifa, na sana mlikuwa mnalenga pande ya mfalme. Mnalenga ikulu, si ndio Mnalenga ikulu. Mnaweza mkaona wakati taifa la Israeli lilikuwa linapangiwa vita na Wafilisti, kulikuwa na nabii, si ndio? Anasema mmepangiwa, so jiandaeni. Hivyo ndio mataifa ilikuwa inafanya. Baada ya kukuwa na huruma, mnachinjwa kweli. Mkiamka usiku kijiji fulani kimechinjwa. Mkuu wa hicho kijiji ametekwa nyara, ameenda. Ndio mnaona Waisraeli kuna wakati walitekwa nyara, si ndio? Kina Danieli wakaenda uhamishoni miaka mingi sana. Wakati wakina Danieli walikuwa kwenye nchi nyingine, walikuwa wamefamiwa, nyumba ibada ikatolewa kila kitu, wakachukua vijana wazuri walio na akili na hekima ili waende wamtumikie mfalme. So mfalme pia alikuwa akiteka taifa, anaangalia mtafutie akina Msalia, wale watu wana akili, wakuja kutumika kwenye ikulu yake. So Danieli, maombi yale ambayo Danieli aliomba 24 days ni baada ya Danieli kusoma kitabu cha Yeremia, akaona kuna ahadi ya Mungu pale ya kuwatoa katika nchi ya utumwa baada ya miaka fulani, si ndio So ikabidi aingie kwa maombi, kwa sababu aliona jambo hili limekawia, jambo hili linapita na hakuna mtu anaona. So ikabidi aombe for 21 days, kuomba na kufunga. Glory to God. Ili sasa Mungu aweze kuonekana na kutimiza. Sababu na wakati mwingine Mungu hawezi timiza. By the way, kama Mungu amenena kitu kwa maisha yako na ukose kuwa aware, kitatimia? Haiwezi timia. Sasa wakati mwingine tunapokuwa tunatamka kwenye maisha yetu hapa, wewe ndio unasababisha kitimie. Hilo neno litakuwa kwenye maisha yako, lakini linakuhitaji wewe ili lipate kutimizwa. Haleluya. Je, mpango wa Yesu ni mpango wa kusaliwa Yesu duniani ulikuwepo, si ndio Asaliwa kwa kupitia mtu, si ndio Huo mpango ulihitaji nini? Watu. Ndio huo mpango ufanye nini? Utimizwe. Haleluya. Na watu walikuwa wa hekaluni usiku na mchana, wanaishi huko wakiomba kwa ajili ya huo mpango. Na nilipata tu ya kusoma vitabu vya kutoka Musa mpaka Malaki, ndio wakajua kwamba kuna mpango wa Mungu na huu mpango unafaa utimie. So Mungu akaweka msiko ndani yao kwa sababu they were available, walijitoa. Haleluya. So hata kama uliambiwa utafika wapi, utahubiri ufike wapi, wewe ndio utasababisha. Wewe ndio utasababisha. For example, niseme tu kitu cha kawaida. Neno la hekima limekuja kwako, kwamba unaonekana kwenye hoteli kubwa sana, kwa hoteli kubwa ambazo ziko hapa Kenya, na unaonekana ukiwa chef mkubwa pale. Unajua chef mkubwa kwa hizo hoteli anakula vizuri. Alafu wewe endelea kukaa tu, utulie, ungoje. Huo ndio wakati ambapo unahitaji kwanza kujishughulisha na kutafuta kwenda shule ya upishi, si ndio? Si atungae hapo unangojea itatimia haja sasa.
Ama unafikiri watakuja kuchukua uende jikoni kujifunzia jikoni? You need training. Umefundishwa training asubuhi? Ai, hatujafundishwa. Unahitaji mbeleni kwamba unajua kila mtu ana tamanio la moyo wake. Kuna mtu anatamani ndani ya moyo wake kwamba likikuja swala la mapepo, pepo lisiwahi leta nyokonyoko mbele zake. Lakini uko humu unakaa tu, hakuna maswali unakuja kuuliza pastor, mtu anatoaje pepo upate shule. Wewe ngoje mpaka ile siku tutafundisha. So unahitaji wewe ndio unafaa usaidie ufanye huo mpango ama neno hilo litimie katika maisha yako. Glory to God. Lakini wewe kula sima, tulia my friend, mpaka tu ile siku utatoka mwilini. Au kuna kitu kitatimia. Hakuna. Tangojea sana. Neno la hekima limetolewa na kuona nakali. Na una mpango hata kwenda shule. Unajua neno hilo likitolewa ni kitu ambacho your future kiko kwenye your future. Kila mtu ana maisha yake duniani, si ndio? Usifikiria maisha ambayo uko nayo ndio yanaanza saa hii. Mungu anajua maisha yako kwanza mpaka mwisho. So ukiona neno la hekima limetolewa, manake Mungu anatondoa kitu. Anatondoa kamoja mpaka kwenye maisha yako. So moyo wako unafaa ukue kwenye hali ya kujua kumbe haya ndio maisha yangu. Haleluya. So hata kama sina namna, nahitaji kutafuta hela za kuenda shule, driving school, si ndio? Ndio kadi likija linikuta nikiwa aware. Si ati unapewa funguo alafu unauliza na drive hata sina. Maana watu wengine hatutanunua gari, tutapewa. Senye wengine wamefanyia kazi. Usininukuu vibaya, sijasema we are possessing. Nisema tutapewa tu, si ndio? Na funguo. Kuna wale Mungu ataamurisha tu na anakuja anakuambia chukua funguo. Wengine mtaenda kuhubiri mahali na mtu anakuswa, anakupatia free na logbook. Sasa itakuwa tu aibu wakati ujui kuende. Maana mimi ndio uniita ni kuendeshe. Kwa sababu najua hutaniandika kuwa driver one. So hiyo tu siku moja utatondosha hela mzuri. Nitakukonga kimoja mpaka useme we. Na unajua itabidi tu ufanye hivyo kwa sababu hakuna namna. Wanakuambia hili gari linafaa liondoke hapa leo, alifai kulala. Na saa hiyo ni mimi tu niko. Alafu namwambia Bwana kama atakataa mimi akitafuta mwingine, nilimuitisha 20, mwingine amuitisha 30. Sasa wenye wote utajaribu wanakuambia leta 40, leta 50. Ndio kari litoke nini Mombasa likuja Nairobi. Hapo nafikia kupandisha kari ni pesa kidogo. Ukienda kupandisha kari unaambiwa ndio mingi. So vita vilikuweko kwenye mataifa wakati enzi za kina Musa. So ulikuwa ukienda vita, unamteka nyara mfalme, mnamuua, alafu mnachukua wake zake. Unajua wafalme hawakuanga na mke mmoja mara nyingi, si ndio? Wafalme walikuwa na wake. Angalieni mfalme Daudi. Walikuwa na wake wengi. Sulemani. Glory to God. So na muua au unachukua wake zake. Ndio sasa uonekane wewe ni mtawala. So Absalom ndio amshinda Daudi. Alikuwa atafanyaje? Amue Daudi alafu achukue wake zake. Unastuka? Tumeona Biblia kuna watu walichukua wake za baba zao. Yes. Unamuua Daudi, alafu unachukua wake zake. Ndio utangazwe kuwa wewe ni mshindi.
Glory to God. Sasa baada ya kuwa na mambo ya kura, hizi kura tunapanga laini, hazijakuwepo. Sisi ndio tunapika hizi kura tu. Walikuwa na mifumo yao ya kuchakuana. Glory to God. Hata Kenya huko mbeleni hamtakuwa mnapanga inaitwa foleni. Foleni itaisha. Jana nyinyi tunaangalia tu. Foleni itaisha tu. Huko mbeleni mtakuwa mnapanga malaini ya kwenda kupika kura. So ndio sababu Absalom alipishana ndio sababu Absalom aliposhauriwa na yule ulikuwa na mjinga mwingine kwenye ufalme wa Daudi, tunamuita mjinga. Huyo mjinga alimshauri Absalom mtoto wa nani? Wa Daudi, kwamba achukue wake wa baba yake alale nao ili Waisraeli waone kwamba yeye ndiye mfalme. Kulikuwa na mtu mmoja, wewe utafuta utaona, kuna jamaa Ahithofeli. Siku moja nitakuja kwa, lakini nitakuja kufundisha viongozi mambo ya Ahithofeli. Ukijua unakuwa chonjo, si ndio? Ahithofeli wanakuanga pia kwenye kanisa. So Ahithofeli alishauri Absalom mtoto wa Daudi kwamba achukue wake wa baba yake alale nao. Yaonekane kwamba yeye ni mshindi. Maana unajua? Nasema alikuwa na hekima kiasi kwamba angekuongelesha hekima yake ilionekana kama hekima ya miungu. Ndio hiyo. Tutaangalia siku moja. Ahithofeli alikuwa na ushauri, anakushauri mpaka unaingiana kabisa, unakubaliana. Na alimharibu kabisa Absalom. Na unajua wafalme walikuwa number 1, alinde wake zake, si ndio? Sasa mtu akishambulia, ndio sababu wakati wa Daudi, wakati walitekwa Daudi, sio walikuwa wameenda wapi? Sasa wakakuta kumefamiwa na wake wameenda, si ndio? Wanaume waliteta sana, wakasema sasa wake wetu wameenda na gani? Sasa nani alikuwa laumiwe? Daudi, si ndio? Maana kama wake zetu wameenda, wametekwa nyara, wewe kushindwa unashindwa wewe. Kwanza kabisa turudishie wake zetu. Hallelujah. Glory to God. Ndio kulikuwa enzi zile. So kuna Ahithofeli alifanya mambo kama yale. Ukisoma ni story ndefu sana. Unapochukua wake wa mfalme anayetawala, unaonyesha mimi ndiyo mtawala. Yaani wakati unaenda unachukua wake wa mfalme ambaye ni mtawala wakati ule, unakuwa unaonyesha kwamba mimi ndiye mfalme. Sasa nini kitafanyika? Ujumbe unatumwa kwamba fulani ndiye mfalme. Ukifaulu kuchukua wake wa mfalme, yaani mfalme hawa anajua ama ajui. Ukishachukua, ujumbe unatumwa kwamba fulani ndiye mshindi, fulani ndiye mfalme. So unapinduliwa tu hivyo. Hapo umepinduliwa. So Yesu ni mfalme wa amani. Na ufalme wake ni ufalme wa amani, sio wa mapafu, sio wa uonevu. Yesu ni mfalme wa amani na ufalme wake ni ufalme wa amani, sio wa kimapafu wala wa uonevu. Mnaweza pair with me. Wakati Israeli walitaka mfalme
mfano wa mataifa, si walipewa? Anaitwa Sauli, si ndio? Mungu si aliwaelezea exactly kile watafanywa, na jamaa wako kataa, wakasema mleteni huyo ndio tunataka. Sawa sawa na Kenya, mnamkataa aliyopo leo, kuna yule anakuja. Endeleeni kuweka watu jenezani, jeneza ukitumia inaitwa AI. Itafika mahali hiyo AI utakuwa na simu inaangaliwa. Ukipatikana na AI unashikwa, ni criminal. Vitu zote ambazo mnatumia kwa ajili ya kufanya uhalifu na mambo mapotofu. Huyo mfalme yuko sahi, anaangalia Kenya kimulika polepole. Anapata mbinu zote za GNC. Okay. Mtalia sana by the way. Tutalia. Acha niseme mtutalia. But we can pray kabla hajakuja. Si ndio Mkunja samaki angalipo mbichi. So Kenya wanachokitafuta hawakijui. Wacha tu wanaharakisha kuja haraka. Lakini yuko njiani. Mtalia, tutalia, hata kanisa alitafurahia. Wacha tu kanisa lenye liliombea aliyoko limepinduka, linasema alimtaki. Na wenyewe kanisa lilimuombea. Leo lilipatilika linasema we one term. Kanisa hufai kuongea mambo ya one term na two term, you see? Kanisa unahitaji tembea katika mwongozo wa Roho. Haleluya. Ndio litalia sana kwa sababu ya mfalme anayekuja mbeleni. Zote tutakuwa tumizi hivi saa hii, tutakuwepo tu na nyinyi hapa. Tukikumbushana, mnakumbuka? Unakumbuka? Freedom imepanwa. Tutatengenezwa mbinu Matthew. Simu yako ina kutrakiwa. Chochote ambacho unaweza function kwa hii simu na kinakuwa online, kinaangaliwa. Hebu niwaulize, kuna kitu unaweza fanya? Unajua Safaricom wanajua message nyingi za watu. Ndio niutumia mtu message. Safaricom wamefanyaje? Wamejua. So watu watawekwa kwenye umateka mwingine ambao si mzuri. Kabla yule ambaye atakuja baada aliyopo, ndio mtasema angalau sasa tumepumua kidogo. Ndio mtapumua kama ng'ombe mwenye ametoka kulima, amechoka kweli kweli. Chameni. Hivi ndio kuna kanga. Tutafundishwa tu humu Kenya humu. Mpaka mbeleni utakuwa tunaangalia tu mambo, tunasema tunaombea visasi vyetu vinavyokucha mbele viwe na amani na vipate watu wazuri wa kuwaongoza. Glory to God. So Yesu ni mfano wa amani. Aliongoza kwa kitu kinaitwa hudumishi ama huduma. Alitumikia. Yesu Kristo alijitoa. Kujitoa kule ni utumishi kwa watu. Ni utumishi kwa ndugu. Unakuwa mchungaji kwa ndugu zako. Unakuwa mlinzi wa ndugu zako. Hicho ndio Kaini anakataa, mimi si mlinzi wa ndugu yangu. Haleluya. So alikataa kuwa mchungaji, mtumishi. Alikataa kuwa kuhani. So haya niwaulize, Kaini alikuwa mfalme wa aina gani? Ufalme wa Kaini ni wa kimapafu, si ndio? Chinja, ua. Tuko pamoja? Glory to God. Nani mwingine alichukua ufalme wa aina hiyo? Ndugu ya Yakobo anaitwa Esau, si ndio? Alichukua kuwa mfalme wa chinja. Na ndio sababu Yakobo alipoona na akapata ufunuo akasema mimi nimewapa mapema, katimua kwenda uchombani. Wakati mwingine kukimbilia usalama si dhambi, si ndio Unakuwa una protect kila ambacho kiko ndani yako.
Unajua hata Mungu hapendi kama mchungaji kujiainisha sana hivi. Wakati mwingine unaweza hatarisha maisha, si ndio? Ukafa kabla ya wakati, ukafa kabla ya kusudi la Mungu. Kula kila mahali kwa huku kama wanasiasa. Unajua wanasiasa bwana anakuwa tofauti. Ako hili kanisa, ako hili kanisa, ako hili. By the way, mimi ningekuwa mfalme, mimi tuseme tu fair. Mimi kama ni mfalme, ufalme wenu wa kwenda kila kanisa ni wenu. Kama mimi nimeingia pale na nimeokoka, nina na kanisa langu. Enda lako, mimi naenda langu, si ndio? Unless kuna tu kitu kimenileta hapo maalum, si ndio? Kuna kitu kimenileta maalum kama rais pale. Either nimesukumwa au kuna namna ambavyo nimehitaji kuwaletea msaada fulani kwa ajili ya kanisa lenu. Glory to God. Lakini si atakuja kufanya. Sasa unaenda kwa Uislamu tena unafaa kofia ya Kiislamu na kanzu. Mnajua Tanzania wanafinywa sana. Hizi kama nyinyi mnajua maneno nyingi. Wanaongozwa na Muislamu, unajua hivyo? Wanapitia moto. Lakini kanisa I'm very sure kwamba linaomba sana kwa ajili ya hicho. Amen. Na kwa sababu ya hicho ndio nasikianga mtu ajamaliza miaka aliyotaka kae pale. Sio miaka yenye mnakuwa mmepanga, kama mmepanga miaka 5 ya kanisa kama kuna watu wachai wakubwa. Sijasema na kina nani tafadhali. Yaani ukitaka tu ufe haraka, chokosa bi harusi wa nani? Au ukitaka kutondoka haraka, aenda kuchokosana na bi wa Yesu. Bi harusi wa Yesu Kristo. Bibi ya mfalme Yesu. Ukimchokosa unatafuta kufa mapema kabla wakati wako. Na ndio sasa mnajua kuna mtumishi anaitwa Kwanjima ni MP. Mnajua aliyoyapitia, si ndio? Mwangaliange mitandao. Toka kwa Unlogo kuja kwa TikTok. Aliteswa sana huyo mtumishi wa Mungu. Watu walipigwa hata ukiwa kanisani walifamiwa. Tia kasi katubwa kanisani. Na unajua hilo jambo limekuja tu likanyamaza kwa sababu taifa hilo wanatawaliwa sahi kimapafu. Maana ingekuwa Kenya wangefuatilia angalau. Lakini huko tu imesimama hivyo. So mema yanakuja huko pia kwa sababu kuna watu wanaomba. Mema yanakuja. Hivi karibuni watapumua. Angalau Bwana ametuonekania. Baada kama unataka kutoka mapema mamlakani, mchokose bi harusi wa nani? Wa mfalme Yesu. Wewe jamaa ana mkali sana kwa mke wake. Haleluya. Mimi ni bibi ya Yesu. So mtumishi mfalme asiyekuwa wa uonefu anatumikia kwa utumishi, fanyia watu huduma na kwa mlinzi wa ndugu zake. Ndio sababu Tauti alilinda mtoto wake asiwawe. Lakini mwisho wa siku mtoto, mnajua Absalomu alikufaje? Ni nani alihang kwa mti? Nafikiri alikuwa yeye. Si ndio? So si mtu alimua direct. Akiwa kwa farasi sijui. Nafikiri alikuwa kwa farasi. Unajua kulikuwa Absalomu alimtishia babake mpaka babake akaokopa, akachukua jeshi wakakimbia. Tauti alilia machozi. Si kitu mchezo. Haya. So ufalme katika ufalme wa Mungu unakuwa mchungaji kwa ndugu zako, mlinzi kwa ndugu zako. Unakuwa mwangalizi wa ndugu zako, kuangalia roho za wengine. Huu ndio ufalme wa Mungu, kuangalia roho za wengine. Na hilo ndio neno haki ya Mungu.
haki ya Mungu, kwamba ninakubali kuhesabiwa haki. Maanake nimekubali kuwa mlinzi wa ndugu zangu, nimekubali kuwa mlinzi wa dunia. Glory to God, haleluya. Ndio sababu wakati mwingine unaweza watu wamevaa nguo za kipolisi, umevaa makwanda ile ya jeshi ama umevaa ile ya askari. Alafu nakuja kumuuliza mchungaji, kuona umevaa kijeshi hivi na maanisha nini? So mfalme katika ufalme wa Mungu au katika haki ya Mungu ni mfalme anayetumika kwa kufundisha sheria ya Mungu. Mfalme katika ufalme wa Mungu au katika haki ya Mungu ni mfalme anayetumika kwa kufundisha sheria ya Mungu, au unaweza kusema neno la Mungu. Mfalme katika ufalme wa Mungu au katika haki ya Mungu ni mfalme anayetumika. Anatumikaje? Kwa kufundisha. Anatufundisha nini? Sheria ya Mungu, au unaweza kusema neno la Mungu. Anatumika kwa kufundisha watu neno la Mungu. Anatumika kwa kuwafundisha watu neno la Mungu. Sasa swali ni, je, wewe ni mfalme katika ufalme wa Mungu? Wewe ni mfalme katika ufalme wa Mungu? Basi tuseme kwa sauti yes. Wewe ni mfalme katika ufalme wa Mungu? Basi kama ni ndio, fanya majukumu yako, sio tu kwa jina, sio tu kwa jina. Fanya majukumu yako. Useme tu kwa jina, tunatawala pamoja na Kristo, tumeketishwa pamoja na Kristo. Fanya majukumu yako. Fundisha watu neno la Mungu. Inua watu, wafundishe. Wafanye watu kuwa wanafunzi wa Mungu. Wafanye watu kuwa wanafunzi wa Kristo. Hivyo ndio kutumika. Hivyo ndio kufanya practically. Unaitwa ufalme wa ukuhani. Fanya wajibu wako wa ufalme wa ukuhani. Fanya wajibu wako katika nyumba ya Mungu. Isikuwe tu kwa sifa. Tumikia watu. Waombee. Maombi pia ni huduma. Ombea watu wa Mungu. Ombea kanisa. Tumeteuliwa kwa ajili ya kazi maalum. Tumeteuliwa kwa ajili ya kazi maalum, na ni kazi ya Bwana. Ni kazi ya Bwana. Na huko ndiko kutangaza fadhili za Bwana. Sikia Daudi anasema, nitazitangaza fadhili za Bwana. Kutangaza fadhili za Bwana manake hudumia watu wa Mungu, wafundishe neno la Mungu. So mpango wa Mungu kwa wanadamu wote ni kwamba watu au mtu awe mwakilishi wa Mungu duniani. Mpango wa Mungu kwa wanadamu wote ni kwamba watu au mtu awe mwakilishi wake duniani. Umwakilishe Bwana, ufanye majukumu yake. Na kazi ya Bwana ya kumwakilisha ni kufundisha watu kumjua yeye, ni kusambaza ufalme wa Mungu katika mioyo ya watu.
Majukumu yako ni kuwafanya watu wachukue mfano na sura yake. Mfano na sura ya Mungu manake ni watu wanaofanya wajibu wake, ni wakala wa Mungu. Tuna uwezo leo, tumepewa uwezo wa kutai dunia yote kuja katika mpango wake. Tumepewa majukumu ya kutai dunia yote kuja katika mpango wa Mungu aliye hai. Mpango huu ambao Adamu alifail katika jukumu ambalo alipewa na Bwana. Adamu alifail katika kazi aliyopewa na Bwana katika kizazi chake. Adamu hakuhudumia kizazi chake. Hakutaka kimjue Mungu. Adamu hakutunza amri za Bwana kama Abrahamu ama Ibrahim. Nuhu pia akafail katika njia. Nuhu alifail kuendeleza mpango wa Mungu kwa vizazi baada yake. Narudia, Nuhu alifail kuendeleza mpango wa Mungu kwa vizazi vyake. Nuhu alifanya kwa kizazi chake, ila alishindwa kuendelesha kwa kizazi baada yake. Nuhu hakulaani mtoto wake, alilaani watoto wake. Sababu watoto wake alikuwa chonjo, si ndio? Mpango wa Mungu kwa watoto wa Nuhu alifanya kazi mzuri, lakini kuendelesha mpango wa Mungu kwa vizazi baada yake, hapo ndio alifail. Badala kubariki akatoa laana. So alifanya kwa kizazi chake na akashindwa kuendelesha kwa kizazi baada yake. Badala ya kubariki akalaani. Na tutakuja kujifunza kwa kina katika eneo hilo. Tutakuja kujifunza baadaye kwenye hilo eneo kwa kina sana. Ana Nuhu hakulaani mtoto wake direct, si ndio? Laani kuanzia kwa wachukuu kuendelea mbele. So huo ndiye alifanya. Maana wengi tunajua alilaani mtoto wake, lakini alilaani watoto wa mtoto wake kuendelea kisasi hicho. Lakini Ibrahim anasemwa kwamba alitunza amri za Mungu, akahifadhi maagizo ya Mungu. Inanenwa kwa Ibrahim kwamba alizitunza amri za Mungu na akahifadhi maagizo ya Mungu. Manake Ibrahimu alifaulu, alifanya kazi yake, alifundisha kizazi chake. Ibrahimu alikuwa na mrithi kwenye ofisi yake, aliyemrithi. Alifundisha kizazi chake, alifaulu. Ibrahimu inasema kwamba alitunza amri za Mungu na akahifadhi maagizo yake. So Ibrahimu alifaulu. Alifanya kazi yake inavyostahili. Alifundisha kizazi chake na akawa na mrithi katika ofisi yake, katika kizazi chake. Kulikuwa na mrithi wa ofisi yake. Alafu mrithi ambaye amechukua ofisi ya Ibrahimu naye pia akawa na mrithi, kuonyesha kwamba Ibrahimu alifanya kazi nzuri, naye akawa na mrithi. Nimesema Ibrahimu alipata mrithi kwenye ofisi yake, na mrithi wa ofisi yake akawa na mrithi kwenye ofisi yake pia. So walikuja tu kufuruka mbeleni, walikuja kufuruka huo mpango mbeleni. Ibrahimu alifundisha kizazi chake na kizazi kingine mpango wa Mungu,
shauri la mapenzi ya Mungu. So alifanya vizuri katika ufalme. Ibrahimu alifundisha kizazi chake na ikaenda mpaka kwa kizazi kilichofuata, ikaenda mpaka kwa kizazi kilichofuata. Sasa Yakobo alipokuja hapo ndio sasa kwenye Yakobo amerithi ofisi ya baba. So mambo mazuri. Lakini kuendelea kwa Yakobo pale alipopata usawa, my friend, mpango wa Mungu kafurukika. Jamaa wakaingia manyasini. Ndio tunaambiwa walikuwa na hukumu wa moyo. Shingo ngumu. So Ibrahimu alifunction kama king, mfalme. Alifunction kama kuhani. Alifunction kama mchungaji. Alifunction kama nabii. So tunaweza tukaona kwamba kama Ibrahimu amefunction kama mfalme, kuhani, mchungaji na nabii, hivyo tunaweza tukasema mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wote ni wawe wafalme, wawe makuhani, wawe wachungaji, wawe manabii duniani kote, ili wainue watu pia kama wao. Ili wainue watu kama wao. So mpango wa Mungu kwa wanadamu wote, wawe wafalme, makuhani, wachungaji, wawe manabii, ili wafanye nini? Wainue watu pia kama wao. So mtu akikuuliza kusudi la kuishi kwako ni nini? Mtu akikuuliza kusudi la kuishi kwako ni nini? Unafaa mjibu kwamba ili nifanye kazi ya ufalme, kuhani, mchungaji na nabii. Alafu mwambie niko kwa ajili ya kuinua usao kama mimi, ambao ni wafalme, kuhani, wachungaji, manabii. So kusudi la kuishi kwako ni utumishi, kutumika. Na hii ni wanadamu wote. Hata wale hawajaokoka. Ni vile tu hawajajua ni kwa nini wako duniani, si ndio? Hakuna mtu duniani aliitwa atengeneze fedha, hela. Hakuna mtu ameitwa awe utengeneze pesa. Mtu kuwa tajiri duniani ni machakuzi yake mwenyewe, si ndio? Naweza jakuwa kuwa tajiri au uwe maskini, ni machakuzi yako. Hakuna mtu ameitwa duniani awe engineer. Na ndio sababu hatuna uinjinia katika mpango wa Mungu. Haleluya. Sisi wote ni wanafunzi tunaojifunza kwa ajili ya kufanya wengine kuwa kama sisi. Haleluya. Uwe mwalimu shuleni, uwe rupani, uwe driver, uwe chef mkubwa, hivyo vyeo vyote hutaviona mbinguni. Kila kitatokea tu mbele yako ni mpango wa Mungu kwa maisha yako. Alafu uulizwe kama ulifanya hicho ulichoitiwa. Na ndio sababu naweka bidii siku zote ili kwamba nikuonyeshe kila ambacho Mungu amekuitia. Haleluya. So wewe ndio utajakuwa tu either ufanye kila ambacho Mungu amekuitia au ukatae. Sasa mimi nitakuwa na makosa kweli? Wala kuna watu wengi wako tu makanisani, hawajui hata waliitwa wafanye nini. Na hata ukimuuliza bishop, na wewe kaitwa ufanye nini? Jibu tu rahisi anaweza kutolea kwamba maybe anaweza kwambia nimeitwa niwe mchungaji, si ndio? Naishia pale. Ana majibu zaidi ya bali. Maana ni zaidi. Glory to God. Ufanye watu wafananie sura na mfano wa Mungu duniani. Unainua watu watakaofanya kama wewe.
na wafanye hivyo kwa watu wengine duniani. So kila mtu kanisani ni mtumishi wa Mungu. Kila mtu kanisani ni mtumishi wa Mungu. Kila mtu kanisani ni mtumishi wa Mungu. Wacha kungojea hapo kwamba nangojea pastor sasa anifanye kuwa mtumishi ndio nianze kutumika. Tumikia wengine, waombee. Pia tumika kwa hela zako pia. Hallelujah. Glory to God. Niliuliza swali, watu wengine makanisani. Hilo naambia niliuliza weekdays. Watu wengine makanisani hawafurahii wakati ambapo hela zao zinatumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. So wakati nilikuwa najifundisha, mwalimu wangu akifundisha vitu vikakusa moyo wangu sana. So akasema kama kuna maombi inafaa iwe ya kwanza, ni umwambie Mungu kwamba nisaidie kwamba fursa inapotokea kanisani ya kutoa hela, angalau hela zangu sipatikane kwamba nazo zimetumika. Haleluya. So akasema omba sana Mungu akusaidie wakati kanisa linahitaji liwe linakuangalia wewe. Nikashangaa sana. Na akasema yeye anaomba maombi si mawili ama matatu. Kwanza kumtumikia Bwana, kazi ya huduma. Jambo la pili awe na hela nyingi. Jambo la tatu apende mke wake. Na akasema la kupata hela nyingi limekuja namba 2 kwa sababu bila hela huwezi penda vizuri. Sasa unaona hata mimi najifunza bado. Kwa najifunza baili. Usinionange nikiwa niko kwa Biblia tena. Ni vitu mingi ambavyo nafundishwa najifunza pia. Haleluya. So akasema omba sana kwamba, maana anasema watu wengi kuna watu kanisani wanalalamika ndani kwamba kwani ni yeye tu. Yeye tu ndiye anapigiwa simu. Yeye tu ndio kila mtu anahitaji. Jambo likitokea mimi tu ndio naangaliwa. Sasa kauliza swali moja. Kwamba hapa nauliza swali na usisimame katikati. Uchakue kimoja. Maana anayetafutwa kwa sababu mahitaji yapo ni kwa sababu anako nacho, si ndio? Unaweza tafutwa kama huna hela.